watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Siku nyingine tunakutana katika Kabumbu Show kuzungumzia yale yanayohusiana na ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara, na leo tunachokitazama ni vilabu vilivyofanikiwa kushika nafasi ya kwanza na ya pili katika msimu wa 2014-2015. Young African pamoja na Azam Football Club safari yao ya kuelekea katika michuano ya kimataifa. Hii ndio tunaizungumzia kwa leo. Tayari imeshaonyesha ratiba watapita njia gani, watakutana na timu gani kuhakikisha tu wanafikia pale walipofikia TP Mazembe na timu nyingine nyingi ambazo zimeshakuchukua ubingwa huo hata kucheza finali. Mimi ni Jonas Emmanuel Maziku, niko pamoja na wachambuzi wa soka nguli nchini Tanzania, Ali Maite Mbele pamoja na Ibrahim Masudi Maestro. Endelea kutazama Kabumbu Show, Vodacom inafuata, sisi tutarejea. Maisha ni murwa. Vodacom, kazi ni kwako. Asante sana kwa kututazama na karibu kwa mara nyingine, na kama hukujiunga nasi tokea awali, tunazungumzia safari ya timu ya Young African pamoja na Azam Football Club katika michuano ya kimataifa kutoka hapa nchini Tanzania baada ya kuwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili katika msimu 2014-2015 katika VPL, ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara. Huko nakoelekea timu zishajulikana wanakutana nazo, hasa tunakutana na Waarabu ambako mara nyingi huwa wanatusumbua Alimayai. Timu zimeanza kujipanga, matokeo yameanza kuonekana. Young African Tanga anacheza na timu ya African Sports, anapata pointi 3 goli moja. Mgamba anatoka bila ataweza kukutana na Al Ahly. Unajua siku zote katika vilabu, sio vilabu vya Tanzania Bara tu, hata vilabu vya tuseme eneo la ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, mara nyingi sana katika michuano ya Afrika pale tunapopangiwa timu za Afrika Kaskazini, mara nyingi sana huwa anakuwa mwisho wa safari yetu. Na Yanga of course, bahati mbaya pia, mimi nasema ni bahati nzuri. Siku zote mimi nasema ni bahati nzuri. Bahati mbaya mtazamo wa watu wengi huwa wanasema kwamba ukipangiwa na timu ngumu mwanzoni ndio inakuwa bahati mbaya. Kwa mimi huwa nasema ni bahati nzuri, kwa sababu ili uwe bora ni lazima ushindane na timu bora. Hauwezi ukaifunga timu ya Madagascar, ukaifunga timu ya Komoro, ukaifunga timu sijui ya Reunion, Bisova Reunion, then ukasema wewe ni timu bora. Ili uonekane kama ni timu bora, ni lazima uifunge timu bora. TP Mazembe kafika pale alipokuwa baada ya kuchukua ubingwa wa Afrika, baada ya kuzifunga timu bora. Miongoni mwa timu bora ndizo timu za Afrika Kaskazini. Kwa hiyo kwa kweli kwa Yanga na Azam ni lazima vijiandae kupambana na timu kubwa. Siku zote zikipangiwa na timu ndogo huwa zinafanya vizuri, lakini ikifika hatua ya pili au hatua ya tatu zikutana timu ya Afrika Kaskazini, hapo ndio inakuwa safari mwisho wa safari. Masudi Maestro, tuzungumzie safari za zote mbili ambazo tumezungumzia. Azam safari yake akitoka katika ungo ya kwanza lazima akutane na Esperance kama anataka kwenda katika hatua nzuri. Young African lazima akutane na Libolo au Al Ahly ili kuhakikisha tu anafika katika hatua nzuri. Zimejipanga na matokeo ambayo yanaonekana katika ligi kuu ya Vodacom yanatuweza kutushawishi sisi wataweza kufika mbali. Mimi bado labda niwe tofauti kidogo na Ali, kwa sababu wenzetu wanajipanga kuanzia mbali. Na kwa nini nasema wanajipanga kuanzia mbali? Wanajipanga kuanzia mbali kwa sababu utaona hata mamlaka kuu za soka la Afrika CAF zinajaribu kutengeneza kitu kimoja kinachoitwa, ambacho mimi nizoea kukiita ondoa udhia. Kuna kanda ambayo inaonekana kabisa level ya football iko chini. Kwa anakuambia kwanza punguza udhia katika hizi za chini, hizi toy, hizi kanda za chini, alafu leta cream. Na siku zote hata sponsors wanataka kitu ile red meat. Kwa hiyo sponsors wanakuja pale wanajua kabisa hapa kuna Ahly, kuna Esperance, kuna hata wale ambao wanakuja wakati wanaingia katika zile TV rights na nini, wanasema kabisa of course sasa tunaingia tunadhamini kitu. Kwa hiyo ingekuwa ni Ulaya Maestro, kuna habari ambazo zimeenea kwamba Barcelona Arsenal inashindwa kuchukua sana ubingwa kwa sababu kila safari kijitedi na kukutana na Barcelona. Inawezekana na Tanzania tunashindwa kufika mbali, kama malalamiko yanatoka kwa mashabiki wa Arsenal, tunashindwa kufika mbali kwa sababu tunakutana na Waarabu ambao ni kipimo tosha, sisi hatuwezi kuvuka hapo.
Unajua hapa kwenye hizi ratiba za michuano ya CAF huwa wanapanga kutokana na viwango vya ubora. Unajua ziko timu 53, yani nchi 53. Huwa zinagawa katika makundi manne. Kuna kundi A, B, C na D. Sasa hizi timu za kundi C na kundi D mara nyingi ndio huwa zinaanza michuano ya awali ambao ndio sisi watu tunaanza. Kwanza tunatoana, alafu baadaye ndio tunakwenda kukutana na watu wa A na B. Sio kwenye ngazi ya vilabu tu, hata kwenye ngazi za timu ya taifa. Kwa hiyo ili ufike kwenye nafasi za A na B, ni lazima kwanza uhakikishe umepambana na hao wakubwa, umewatoa wao, ndio unaweza kufika. Uweze kupambana na mdogo mwenzio C na D ukafika kule juu. Lazima upambane na A na B, ndio na wewe ufike nafasi za A na B. Sasa utafikaje kama upambane na Esperance? Utafikaje kama upambane na Etoile Sahel ya Tunisia? Unataka kuzungumza hapa maestro? Unajaribu kuangalia anachosema hali sawa. Mimi nasisitiza, nikirudi pale wanasema unaona katika kila mwaka timu kutoka labda Afrika Kaskazini zinakuwa 2, 3, 4, 5 kwenye hatua ya quarter final. Kwa vyovyote vile zile timu za kwanza kwenye wanasema kuna zile seed pot za kwanza ni lazima uziweke. Na ukipata nafasi ya kutoka chini, labda mfano kama Azam anapata nafasi, anabai ya kutoka kwenye ile preliminary, hachezi, anakwenda kwenye moja kwa moja kwenye round ya pili. Wanasema amebahatika, wanasema hata ukiangalia ratiba Azam imebahatika kutoka katika ile preliminary na kwenda katika ile second stage. Nataka kujua kwa nini Azam ameweza kuipa nafasi hiyo. Ni kwamba inategemea na pot jinsi zilivyo. Azam kwenye kanda ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Sio kwa vilabu. Kwa hiyo kwa vyovyote ukiangalia katika ile orodha ya vilabu bora, Azam watakuwa juu kwenye kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu yeye ndio bingwa wa Sekafa. Na unaangalia wanapanga kutokana na kanda. Kwa hiyo anapata bai, lakini wenyewe angalia anapata bai na gani. Ahli labda Esperance watasubiri watu wawili wacheze. Lakini ujiulize swali kwamba kwa nini Enyimba anaanza preliminary? Kwa sababu ana miaka mingapi? Almost miaka 4, 5, 6, 7 hajatokea huku juu na bado anaonekana harudi. Unaangalia pia level ya football ya ligi kwa mfano ya Nigeria na imezidi kwenda chini. Na si Enyimba peke yake, hata wale Warri Wolves wote mabingwa pia wote wanaanzia huko ni hatua ya chini. Kwa hiyo unapofanya vibaya, unapokuwa na ligi ambayo iko chini na unapofanya vibaya katika michuano ambayo labda miaka 2, 3, 4 iliyopita, ndivyo unavyozidi kwenda chini. Sio? Sasa ni kazi ya kwetu sisi kuweza rise ile standard ya football ili tuweze kufika juu. Lakini how can you rise standard ya football kama huna quality players? Hicho ni kitu kingine sasa. Sasa katika quality player ambao wanatakiwa wawepo katika vilabu vyetu, Young African, Azam, wachezaji waliokuwepo wanatosha kuhakikisha wanapeperusha vizuri timu hizo. Hapo ndipo swala la ubora wa ligi linapokuja, kwa sababu kama ukiwa na ligi bora, it's obvious utazalisha vilabu bora, vitaenda kucompete kule katika mashindano ya kimataifa vikiwa na timu bora. Sasa unaweza kuangalia mfano tu, unaweza ukacheza kwa mfano tulikuwa tunaangalia mechi moja, unaweza kaona mchezaji anafanya faulu fulani. Faulu ile anaicheza katika mechi za ligi kuu, pengine asipewe adhabu kwa maana ya kupewa kadi au onyo lolote ile. Lakini faulu ile akipewa akicheza katika mechi za kimataifa, unakuta anapewa adhabu. Baadaye anakuja kuona kama vile kaonewa, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo, kuna baadhi ya matukio kwa mfano hasa ya uamuzi pia na yenyewe huwa ni miongoni mwa viwango yanaainisha ubora wa ligi, kwamba uamuzi pia hawako consistency. Hata kwenye upande wa uamuzi hatuko sawa Tanzania na huo ni mfano mdogo tu sana ambao limetoa kwa upande wa uamuzi, na hata kwa upande pia wa wachezaji wenyewe, kwamba competition ambayo wanaifanya hapa, tulikuwa tunazungumza siku zote makosa ambayo huwa wanafanya mabeki wa vilabu vingi tu vya ligi ya Vodacom, makosa ambayo huwa wanafanya vile hapa huwa hawapati punishment kwa sababu hakuna washambuliaji ambao wanatumia makosa effective kwa 100%. Kwa hiyo unaweza kukuta beki anafanya makosa 6 anafungisha goli moja. Wakati kama michuano mikubwa ukicheza na FAR Rabat ya Morocco au ukicheza na Esperance ya Tunisia, ukifanya makosa 6 magoli 6, ukifanya makosa 7 magoli 7. Kwa hiyo kuna kuwa na vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifanywe kazi. Wafanye nini wahusika tunawazungumzia kuhakikisha wanapambana na hizo timu? Kwanza ni kuongeza ubora wa wachezaji wanaochukua kutoka nje. Hakutakuwa na maana ya kumchukua mchezaji katika wachezaji 7 kutoka nje alafu wachezaji 5 au 4 wanakaa benchi. Haina maana ya kuchukua mchezaji wa nje. Sasa hivi hamna ile maana, wote wanacheza. Tunaona kina Donald Ngoma, kina Kamusoka, kina nani wengi sana wanacheza. Mfano Young Africa na wachezaji 5 wanaanza wanacheza vizuri, hata yule Mtogo naye anapata nafasi. Simba navyo hivyo, Azam navyo hivyo. Wafanye nini maestro? Unajua ukizungumzia kwamba wote wanacheza katika ligi aina gani? Tanzania. Ligi ya Tanzania ni sisi ambao tunaona kama ligi iko bora sana. Ni sisi tunaona kama ligi bora. Tumefanikiwa kitu kimoja tu.
Sisi ni kama Uingereza, tumeweza kuitangaza ligi yetu. Lakini promo ya ligi, na bahati mbaya zaidi promo ya ligi imekuwa ni ya ndani. Ali kazungumzia standard, mimi mwanzo nazungumzia standard ya game, standard ya football yenyewe ya nchi. Standard ya football si kwenye kucheza peke yake, mpaka kwenye hao waamuzi wanaochezesha, management, sio na nini, yote inaingia huko. Unapozungumzia swala la quality of players ambao wanatoka nje, yani overseas, football ni biashara. Kama football ni biashara, you need quality, you don't need quantity. Quantity atakuwa ni mchezaji ambaye hawezi kukidhi mahitaji ya kuweza kuichezea club. Football ni biashara. Kama football ni biashara, ndio maana hata mimi ni mmoja wa watu ambao waumini kusema kwamba leteni wachezaji wengi wa kigeni ili klabu ziweze kufaidika. Klabu ikiwa na wachezaji wazuri, watu watakwenda uwanjani kuangalia game. Timu itafanya vizuri, ikichukua ubingwa itafanya vizuri katika international level. Umeelewa? Sasa je, ni aina gani ya wachezaji ambao wanakuja? Leo mimi kuniuliza quality of players kwenye clubs za Azam na Yanga, nitazungumza wachezaji wachache sana. Donald Ngoma ni mchezaji ambaye kwangu mimi katika miaka hii miwili katika wachezaji waliokuja Young Africans ni standard, is the one of the best players, standard. Tutarudi maestro. Yapo mengi tutakayozungumza na utaendelea kufurahia mengi sana tunayoyazungumza. Sisi hapa tuko na Vodacom, maneno mazuri kutoka kwao. Tukirejea nitasoma na kile ambacho tumeshirikiana mimi na wewe kuandikiana katika ukurasa wetu wa Facebook. Hebu tukubaliane, kila mtu anataka kupata zaidi. Work with me. Mafanikio ni value ya kile ulichonacho, na value ni kujua kipi kinagharimu nini. Vipi? Najua thamani yangu. That's why I gave more. It's simple. Nahitaji kuwasiliana na wadau ndani na nje ya nchi. With Vodacom Red, napiga simu mtandao wowote nchini na 5 destinations nje ya nchi kwa shilingi 1.5 kwa sekunde. Na pia napata the best internet bundles. Vodacom Red, that's value. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli uchague Red. Vodacom, kazi ni kwako. Tumerejea kwa mara nyingine na asante sana kwa kuwa unatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka pale tutakapokuja kukuaga, na viko vingi sana tutakavyovizungumza. Baadaye tutazungumzia matokeo na ratiba ya ligi kuu ya Vodacom kwa michezo iliyopita na michezo ijayo. Tuendelee maestro. Litaja Donald Ngoma ni mmoja wa wachezaji ambao wamefanya vizuri. Kuna wengine, kuna Segi Wawa. Pascal Segi Wawa. Bahati mbaya, bahati nzuri mimi ni mmoja wa watu ambao mimi ni waumini wa quality. Na mimi naona na jicho la pili la tatu. Mimi ni muumini wa youth football, na hata kitokea mchezaji ambaye mwenye uwezo kutoka ambaye ni overseas, mchezaji ambaye anacheza anatoka nje ya nchi, mimi ni mtu wa kwanza kujua yule fulani. Mimi nafahamu wachezaji wengi sana kwenye kanda yetu ya Eastern Central African. Na nakumbuka moja ya mazungumzo ambayo niliwahi kufanya na mmoja wa wadogo zangu, marafiki zangu, alikuwa meneja wa Azam wakati ule, Jemedari Saidi, kuhusu swala la Segi Pascal Wawa wakati anacheza Elmerek, tukiwa Kigali pale. Tukazungumza sana, na mwisho wa siku nakumbuka nilikuwa airport moja pale Kigali, nikawa naongea na viongozi wangu wa Simba, maana mimi niwahi kuwa kiongozi Simba. Kuna mchezaji anaitwa Segi Pascal Wawa amekwishachoka kucheza Khartoum, Sudan. Mnazungumza Simba haina quality mchezaji wa namna hii. Kuna possibility hiyo? Kapita huku ikatokea huku kingepo. Vipi Jemedari Azam faster wakafanya? Ni mmoja wa wachezaji ambaye niliona kama huyu ni quality. Na kila mmoja anajua anafanya nini. Kwa hiyo ni aina ya wachezaji wa namna ile. Je, ni nani ambaye anafanya scouting ya aina ya wachezaji wanaotoka nje ya nchi? Hapo ndo mtihani. Mahali tumalize. Msingi wa yote nilikusimamia tu kanuni. Kwa mfano, kanuni ambayo ilikuwa imeanza mara ya kwanza kabisa ilianza kutumika. Siku hizi nafikiri imeregezwa. Kwa mchezaji atakayekuja kucheza ligi ya Tanzania bara, ni lazima awe ametoka katika timu ya taifa. Angalau awe anacheza timu ya taifa. Some kile ambacho umetuandikia katika ukurasa wa Facebook. Kiba Dennis Wila anasema kwa upande wangu mimi naona maandalizi hayatoshi kabisa. Mimi huwa sijui kama wachezaji wa kibongo wanafundishwa zaidi ya kukamia. Vincent Awazi, kwa upande wangu mimi nadhani haitoshi kabisa, kwa kuwa kipimo tosha katika vilabu vyetu ni hii ya Azam na Young African. Fred John wa Ifakara anasema kwa timu za Azam na Yanga maandalizi bado sana, kikubwa ni waongeze bidii. Na Po Yanga Messi anasema mimi binafsi sioni maandalizi ya kutosha. Na Salehe Simjali anasema
mimi nazitakia maandalizi mazuri tu ili waweze kufika mbali. Na Tony Festo, ajabu ni kwamba karibu kila msimu tunapangiwa Waarabu baada ya hatua ya awali, tena tunaanzia nyumbani. TFF ilazimike hili kulishughulikia. Ngasa Mahati tukimaliza naye asema kutoka Njombe, kwa ugumu wa ligi yetu kwa sasa naamini maandalizi tosha kabisa kwa timu zetu. Ligi yetu imeonekana kuwa ngumu Alimayai. Inawezekana ikawa ni maandalizi tosha kwa timu hizi ambazo zinaenda kimataifa kwa kidogo sana. Ugumu wa ligi inategemea unalinganisha na nani. Ukitaka kulinganisha ugumu wa ligi yetu na ligi ya Misri, au ukitaka kulinganisha ugumu wa ligi yetu na ligi ya Morocco, it's obvious ni maeneo ni ligi mbili tofauti. Ugumu kutokana na ubora wa wachezaji wetu, lakini ugumu katika ligi za bara la Afrika bado ligi yetu si ngumu kiwango hicho. Asante sana kwa kututazama. Alimayai, Ibrahim Masudi, Maestro, mini Jonas Emmanuel Maziko. Tumezungumza mengi. Tumtume mwenzetu, mdau wetu, mwenzetu Frank Charles Gibebe azungumze na wadau mtaani. Baadaye tutarejea mimi na wewe kumalizana. Karibu sana mtazamaji wa Kabumbu Show. Hii ni zamu ya Kabumbu mtaani ukiwa nami Frank Charles Gibebe. Tunazungumza kwa kina kuhusiana na ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Na kikubwa ambacho tunakitazama kwa siku ya leo ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika na michuano ya kombe la shirikisho. Tayari ratiba imetoka. Young African sambamba na Azam FC hawa ndio wawakilishi wa Tanzania bara katika michuano hiyo. Na niko hapa tazungumza na wadau wa soka kwa kina kuhusiana hiki ambacho tunakizungumzia kwa siku ya leo. Na tuzungumze na wadau wa soka kuhusiana na timu hizi mbili. Maandalizi yaliyofanywa na Young African na Azam FC na uwezo wao kwenye ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara, unatoa taswira gani kuelekea kwenye michuano hii? Kinachotakiwa kwanza cha muhimu kabisa ni preparation, ikimaanisha maandalizi. Kwa sababu sisi tunashindwa kufanya vizuri kutokana na maandalizi. Maandalizi yetu yanakuwa hafifu sana. Ukizungumzia timu kama Young Africa ambao ndio mabingwa watetezi, wako fresh, ila kinachotakiwa ni maandalizi yafanyike mapema na wapate muda mwingi wa kujiandaa na wapate mechi nyingi za kimataifa. Maona bana. Nikija kwa upande wa pili Azam, ila pia nao wanahitaji maandalizi na mechi nyingi za kimataifa. Labda kwanza tuanze. Tumekuwa hatufanyi vizuri sana. Timu zetu zimekuwa zifanyi vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya kombe la shirikisho. Maandalizi ya timu hizi, lakini pia uwezo ulionyeshwa timu hizi kwenye ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara yanatoa taswira gani kuelekea katika michuano hii? Kwa upande wa maandalizi ya vilabu kwa kweli mimi naona bado sana. Kwa sababu ukija kwenye ligi yetu, yani ligi yetu jua inachezwaga nje ya uwanja. Yani watu wanakuwa na maandalizi ya kwenye magazeti, watu wanasifiwa nini, lakini ukija uwanjani viwango ndio vile vile. Yani huwezi kujua Yanga iko wapi, Mgambo iko wapi kama unaenda kuangalia mpira. Kwa sababu mfano halisi juzi tumealikwa South Africa kwenye mashindano. Tumekwenda kule, kuna timu ambazo zilikuwa zikija hapa tulikuwa tunazipiga 5, 6. Kwenda kule zimetufunga sisi. Lakini mimi nafikiri wenzetu wako serious kwenye mipira. Yani wakipotea wakirudi wanarudi kwa ajili ya mpira kweli kweli. Sisi bado tunakuwa watu wa kuongea. Nadhani kama watapita raundi ya pili inabidi wajiandae sana kwa sababu jamaa wale wako vizuri. Hebu tutazame pia kikosi cha Azam FC, jitihada ambazo wamekuwa kizionyesha soka la vijana na hivi karibuni kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini sasa wanarejea katika michuano ya shirikisho. Uwezo alionyesha kwenye ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara inakupa ishara gani kuelekea katika michuano ya kombe la shirikisho? Sawa ndugu mtangazaji, naitwa Ali Tengema, mdau wa soka. Azam timu wanayo, kama watakaa vizuri watashirikiana kwa moyo mmoja utafanya vizuri. Kwa unaamini Azam iko vizuri na itafanya vizuri, lakini kama wakipenya nikumbushe tu wakitoa bingwa Shelisheli watakutana na Esperance ya Tunisia. Unafikiri na hapa kwenye ngome wanaweza wakapenya pia? Inawezekana. Azam kama wanatulia wanapata maandalizi mazuri watafanya vizuri. Mimi naweza kusema kwamba hivi vilabu vyetu bado vina safari ndefu. Mfano kama Azam walivyocheza na Simba juzi wameonekana na makosa mengi sana. Makosa yapi? Fanua kidogo. Kama defense yao jinsi ilivyokuwa inacheza, kiasi kwamba Simba ingekuwa na watu wajanja ile mechi Azam ingekuwa anapoteza. Sasa tuchukuliwa waje kucheza na watu kama Esperance ya Tunisia. Watu wenye uwezo mkubwa, watu wenye kujua kuzitumia nafasi. Ni vigumu sana kusonga mbele. Tunachokiangalia ni maandalizi ya timu zote kuelekea katika michuano. Maandalizi ambayo yamefanywa na Young African, hawa watawakilisha Tanzania bara katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, yanatoa picha gani au taswira gani kuelekea katika michuano? Kwanza kwa jina naitwa Mbaraka Kondo, mdau wa soka. Labda mimi nafikiri kitu kimoja. Labda mimi naweza nikachambua timu zote mbili kwamba Yanga na Azam, lakini kwamba mimi naweza nikasema katika ubora wa timu bora hata Azam kushinda Yanga. Bora Azam kushinda Yanga. Kwani unasema hivi? Uwezo uwanjani, nje ya uwanja ama sehemu zote mbili?
uwezo wa uwanjani na nje ya uwanja. Kwa sababu Yanga sasa hivi wao wamekuwa watu wa kucheza na magazeti. Timu yao kwa inasifika kwa magazeti. Kwa hiyo unaamini kwamba kama Azam ndio angekuwa anawakilisha Tanzania bara katika michuano ya bingwa barani Afrika wao wangefanya vizuri zaidi? Wana unafuu kwa sababu timu yao haina wajanja wengi. Kwa hiyo tunaomba nini Malinzi na kundi lake waangalie kwani wanatumia vifitina gani bwana. Marefa wanakuja wanafikia kwetu, kila kitu kwetu, ifikie sehemu tusiangalie maslahi yao kwa sababu chama cha soka tatizo linachotumiza kuangalia maslahi yao. Mechi zote za taifa watupeleke hata Mwanza, Arusha kwenye viwanja vibovu. Mtu akate bao 10. Asante sana. Maandalizi ya kutosha ni silaha kubwa ambayo wadau wa soka wanaizungumzia huku mtaani, inaweza ikasababisha timu hizi mbili zikafanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile michuano ya kombe la shirikisho. Lakini pia figisu fitna nje ya uwanja ni vitu ambavyo vinatumika katika soka katika michuano ya kimataifa. Ulikuwa nami Frank Charles Kibebe huku mtaani, nimezungumza mengi sana, lakini ni fursa nyingine ya kurejea kwa mwenzangu Jonas Emmanuel Maziku, MC Maziku, ili waweze kulichambua hili kwa kina na wachambuzi studio. Asante sana Vodacom. Maisha ni murwa. Vodacom, kazi ni kwako. Asante sana Frank Charles Kibebe kwa kuzungumza na wadau wa soka kwa mengi sana walioelezea kiupana kwa ile ambalo tunakuwa tunalizungumzia. Na hii ndio raha ya Kabumbu Show, tunashirikishana wote watazamaji pamoja na sisi ambayo tunafahamu. Ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara imeendelea mwishoni mwa juma kwa michezo takriban 8 kupigwa, na huu uliopigwa katikati ya wiki Dar es Salaam Young Africa wakiwa wanakipiga dhidi ya African Sports. Tukitazama michezo hiyo kwa wiki iliyopita, ni Mgambo walilazimisha sare bila kufungana Young African. Kagera Sugar Wanankurunkumbi wakakubali sare ya bao 1-1 na Ndanda. Stand United Chama la Wana wakakubali kipigo cha mabao 2-2 kutoka kwa Madui. Mbeya City wakakubali sare ya bao 2-2 kutoka kwa Wanatamtamu Mtibwa Sukari. Azam Football Club wao wakalazimishwa sare na Simba Sports Club ya mabao 2-2. Majimaji wakiwa nyumbani wakakubali kichapo cha mabao 5-1 kutoka kwa Toto African. JKT Ruvu wao wakaamko singizini na kuwafunga Tanzania Prisons Majerajera wa mabao 4-1. Coast Union katika dabi ya Tanga wakakubali sare ya 1-1 na timu dhidi ya African Sports. Stand United dhidi ya Madui, dabi ya pale Shinyanga. Migogoro iliyokuwepo ndani ya Stand United yaweza kuwa chanzo ya matokeo mabaya katika mchezo wao, maestro? Mimi naona Stand United ndani ya uwanja hawana matatizo. Na matatizo nafikiri yako nje sana ya uwanja, na nafikiri sehemu ambazo siku zote kuna matatizo ni Watanzania pale wanapokuwa wamepata sehemu ya kutokea. Unajua pesa zikifika basi watu. Mimi siwezi kuzungumzia sana kuhusiana na matokeo ndani ya uwanja. Stand wanafanya vizuri ndani ya uwanja, sidhani kama wanafanya mbaya, hawana timu mbaya. Shida kubwa iko kwa viongozi wao ambao bado wanaweza kuona kwamba labda mwalimu kama anawakaba, kwa sababu nafikiri kwenye ile management ya wale sponsors, nafikiri hata watu wengine wanaokuja kufanya kuna kusponsor hizi club wangefuata mfano wa Stand United. Coach anakuwa ni manager, anaamua kila kitu. Mchezaji ajifika mazoezini atakatwa mshahara, mchezaji hajafanya wajibu wake atakatwa posho, hatopata posho, hatopata nafasi ya kucheza, whether we ni star, whether ni nani. Kwa hiyo kidogo discipline ya timu itakuwepo. Lakini ligi hiyo ya Vodacom pia itaendelea mwishoni mwa juma kwa kushuhudia baadhi ya michezo ikipigwa. Madui wakiwa wanakaribisha Ndanda, Kagera Sugar wakiwa wanakaribisha African Sports, bila kusahau Tanzania Prisons wao watakuwa wanakaribisha Mtibwa Sukari kule mkoani Mbeya. Toto African wao watakuwa wanakaribisha Simba Sports Club,
na Young African watakuwa wanakaribisha Stand United. Majimaji watakuwa wanakaribisha Azam Football Club na JKT Ruvu watakuwa wanakaribisha Coast Union, bila kusahau Mbeya City dhidi ya Mgambo JKT. Hizo ndo baadhi ya michezo ambayo itachezwa mwishoni mwa juma. Tutazame sana sana mchezo Yanga dhidi ya Stand Almai. Mara nyingi sana mechi za timu hizi mbili kubwa, kwa maana Yanga, Simba na pengine hata Azam, mara nyingi sana mechi za nyumbani ndio huwa wanakusanya pointi. Sasa wanatoka away ambako of course wamechukua pointi 3 kati ya pointi 6 kule Tanga, wanarudi katika uwanja wa Taifa. Hamasa ya washabiki wa Yanga of course huwa inahamia kwa wachezaji. Kwa hiyo obvious fighting spirit ya wachezaji itakuwa kubwa kwa kisha wanapata matokeo, lakini kumbuka wanakutana na Stand ambayo nayo imetoka kufungwa katika mchezo wake na Mwadui kule Shinyanga. Maestro, tutazame Simba watakuwa jijini Mwanza dhidi ya Toto African. Ni game ya kupaniana zaidi. Simba bado amekuwa ni on and off. Uwezi kutengeneza, kuna watu wanajiita watu wa mizigo, wale kutoa mizigo, watu wakupeleka kufanya betting na nini. Uwezi kuitabiria. Simba ni kama Man United jinsi ilivyo. Unaweza ukasema kwamba leo watafanya hivi alafu kesho watafanya kitu ikawa tofauti. South Africa ni timu ambayo siku zote inapania game kubwa, na hasa game ambazo zinachezwa katika uwanja wa CCM Kirumba. Game kama za Simba tofauti sana na game labda ya Yanga. Japo kuna kipindi wanafanya vizuri, wanapambana, lakini kwenye game kama Simba kiukweli ni game ngumu sana, na unaweza usione game ambayo itakuwa na magoli mengi sana. Ni game inaweza kuwa na goli moja, atakayeshinda si goli moja, 2-1, 1-0. Unajua hauwezi kuwa mtu mzuri katika football kama usipokuwa mnafiki. Ukiwa mnafiki wewe ndio utakuwa mtu bora sana kwa wachezaji au viongozi. Maestro, sehemu zote mbili, kwa sababu ukiwa mchezaji na kumbuka ulishawahi kuwa kiongozi ndani ya klabu ya Simba, ulikuwa mnafiki? Kwa viongozi na wachezaji pote. Una unafiki ndani yako, ulikuwa ndani ya Yanga. Nategemea na msimamo wako binafsi. Mimi binafsi nimekuwa na misimamo, na pengine labda sisi ndio sababu waga tunakaa leo, kesho tunakuwa hatupo, tunakaa leo, pengine tunakuwa hatupo. Tumetoka. Mimi nilitoka kwenye uchaguzi uliopita. Asante sana Ibrahim Masudi, Maestro, Arimayo Tebele. Mimi ni Jonas Emmanuel Maziko. Endelea kuitazama Kabumbu Show kila siku ya Jumaa na marejeo yake Jumamosi, na kwa na vitu vizuri sana tunavyokuandalia. Tumezungumza mengi kuhusiana na ligi kuu ya Vodacom na safari ya Young African. Usikose kutazama Kabumbu Show nyingine. Asante sana Vodacom. Mtazame mchezaji wa wiki. Tutakutana wiki ijayo. Maisha ni murwa. Vodacom, kazi ni kwako. Mimi naitwa Godfrey Juma Mzola. Historia yangu ya mpira ilianzia Mwembe Yanga pale Temeke. Baada ya kucheza hapo mpira, kuna viongozi wa shule ya secondary, Jitegemee Secondary School, wakaniona, wakanichukua, nikaanza pale form 1. Baada ya kumaliza form 4, ina maana pale Jitegemee nilikuwa nasoma free kwa ajili ya mpira. Kutoka hapo nikasikia Charles Boniface Mkwasa akaanzisha kituo chake cha academic cha mpira, ni pale maeneo ya Kinondoni Leaders Club. Nikaenda pale nikajiunga pale. Kufanya mazoezi kama muda miaka miwili takriban mitatu. Baada hapo nikarudi tena nyumbani. Ndio timu yangu ya kwanza kuchezea ni timu ya JKT Ruvu. Baada alikupo ni Haluko. Ramazani Haluko ndio alinifundisha. Baadaye nikajitambua kwamba mimi naweza mpira. Uwanjani naweza kucheza nafasi kama 3. Naweza kucheza namba 7, namba 8 na namba 10. Ni Asmani Dichuji ambaye nampenda na ananivutia sana jinsi anavyocheza mpira. Nje ya Tanzania mimi ni shabiki wa Barcelona. Kwa labda kwa miaka hiyo ambayo unasema wewe, yani ningependa zaidi kwenda kuchezea timu ya tuseme TP Mazembe kama alivyokuwa Mbwana Lionel Messi. Tukimzungumzia Lionel Messi, uwezo kumzungumzia mchezaji mwingine yoyote. Ni mchezaji wa kipekee, yani short.
mpira? Ni familia ya mpira. Hata brother zangu naye kacheza mpira. Na mimi kwetu ni mtoto wa mwisho katika familia yetu. Ni kujitambua. Ujue mchezaji kama mchezaji kwanza lazima hujitambue. Malengo yako unataka kufikie wapi. Na ukishajitambua basi utafikisha ndoto yako. Kipindi hiki cha Kabumbu kimeletwa kwako kwa udhamini wa Vodacom. Kazi ni kwako.